أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يقنت منكن لله ورسوله وتعمل صالحا نؤتها أجرها مرتين وأعتدنا لها رزقا كريما. يا نساء النبي لستن كأحد من النساء إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة وأطعنا الله ورسوله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة إن الله كان لطيفا خبيرا. صدق الله العلي العظيم. Toa kalma al-asi wetu Maulid Ustadh Maulidi pale. Watukufu wa Islamu, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Hakika tunamsifu Allah subhanahu wa ta'ala na tunamshukuru kwa kuweza kutukutanisha katika neema hii ya ufunguzi wa nyumba katika nyumba zake. Namuomba Allah subhanahu wa ta'ala ajalie amali hii katika mizani ya mema yetu siku ya kiyama. Kalima fupi inatokana na hadithi ya Nabii Muhammad sallallahu alayhi wasallam ambayo amefanyia takhriji Imam Muslim. Anasema Mtume sallallahu alayhi wasallam, majtama qaumun fi baitin min buyuti llahi yatluna kitaba Allahi wa tadarasunahu fima bainahum illa nazalat alayhimus sakinah wa ghashiyatuhumur rahmah wa haffathumul malaikah wa dhakarahumullahu fi man inda, kwamba haitokei wakakusanyika watu wote wale wakakaa katika nyumba miongoni mwa nyumba za Allah subhanahu wa ta'ala ambazo ni msikiti kama huu, wakakaa ndani ya msikiti huu wanasoma kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala na wanasomeshana kitabu hicho baina yao, isipokuwa itawateremkia sakina, utawashukia na kuwafikia pale walipo wao katika nyoyo zao utulivu, na zitawafunika na kuwaenea rehema za Allah subhanahu wa ta'ala, na watawazunguka malaika, na Allah subhanahu wa ta'ala atainua utaji wao mbele ya watu wa Allah subhanahu wa ta'ala. Maneno haya watukufu wa Islamu wa eneo haya na maeneo mengine yanatupa ujumbe kwamba msikiti huu haukujengwa kwa ajili ya kusali peke yake na kuondoka. Ni lazima watu waje msikitini hapa na iwe ni kituo kwa ajili ya watu kupata elimu ya dini yao. Kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala ndiyo chanzo kikuu cha elimu yetu sisi ya dini. Hatuwezi kupata elimu ya dini nje ya Qur'ani. Kwa hiyo kadhia ya watu kukusanyika msikitini na kusoma kitabu cha Allah na kusomeshana kitabu hicho, maana yake zile elimu zote
zinazotokana na maarifa mbalimbali tulionayo zipo ndani ya kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala. Wito wangu wa kwanza kupitia hadithi hii, tunawajibika kukutana hapa msikitini kwa ajili ya kupata darsa na kusoma. Nimeona kuna watoto wengi wamehudhuria hapa. Alhamdulillah, naamini madarisi nyingi. Nimesikia kuna misikiti 20 na ngapi, mingi nimesikia maeneo haya. Lakini lazima kukutana hapa. Msikiti huu usije ukafunguliwa alafu baada ya mwezi tukakuta vumbi kama watu wameuhama. Mtakuwa mnakimbia mambo ambayo yametajwa hapa. Kila mmoja anahitaji sakina. Hadithi hii hatuwezi kusherehesha kwa muktadha huu mchache, lakini neema ya kupata utulivu kuna watu nafsi zao hazipati. Hii ni neema Allah subhanahu wa ta'ala anawapa watu maalum. Kwa jumuiya yetu ya Tijatu Rabiha tunaiombea Allah subhanahu wa ta'ala izidishie khairi, awazidishie wale ambao wanasimamia jumuiya hii afya njema, awajalie yale malengo yao makubwa kama haya, ujenzi wa misikiti, kueneza elimu na dawa, yatimie zaidi wanavyotarajia wao, kwa sababu ndani yake kuna nusura ya umma wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam na umma wa Kiislamu jamia. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Usikia Ustadh Maulid kalima ambayo ameitoa na tumemuelewa insha Allah. Hatua inayofuata ni hatua ya wale ambao wanaopenda wenyewe kuingia katika Uislamu. Ashhadu an la ilaha illa Allah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Sasa semeni hivi, nashuhudia kwa moyo na kutamka kwa ulimi ya kwamba hapana Mungu mwengine anayepaswa kuabudiwa kwa haki isipokuwa Mwenyezi Mungu mmoja. Nashuhudia kwa moyo na kutamka kwa ulimi ya kwamba Mtume Muhammad ni mja wake na ni mtume wake. Baada ya kusilimisha atazungumza shekhe wetu wa mkoa. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, salatu wassalamu ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, wa ba'du. Kwanza tunamshukuru Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala na kumtakia rehema na amani mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tunamshukuru Mwenyezi Mungu kwa kutuafikisha leo na muda huu tukiwa tuko hapa katika viwanja vitukufu, viwanja ambavyo vimejengwa nyumba katika nyumba zake. Tuseme wote alhamdulillah. Lakini tumtakie rehema na amani mtume wetu Muhammad, mtume ambaye aliyesema man bana lillahi masjida bana Allahu qasran fil janna, kama yoyote ni kujenga kumjengea Mwenyezi Mungu nyumba ya kuabudiwa, basi Mwenyezi Mungu naye anaahidi kumjengea ghorofa peponi siku ya kiyama. Mzee wangu Mzee Shabani, kwanza nikushukuru, na mimi nilikuwa naisubiri siku kwa sababu Ndembezi sijawahi kufika, labda huwa napita. Nikushukuru na nimefurahika sana kukuona upo, na jinsi ninavyokufahamu kutoka kwa mzee wangu, najua msikiti huu na mengine ipo katika mikono salama. Naamini utakuwa ni miongoni mwa washauri wazuri wa ibada zinazofanyika hapa. Utakuwa ni miongoni
mwa watu wetu muhimu ambayo utakayosimamia shughuli zinazoendeshwa hapa. Mwanadamu katika maisha yake yote, maisha ya mwanadamu Mungu kampangia kitu kimoja tu, japokuwa mtume wetu Muhammad alipokuwa katika miraji, katika maneno ya mwisho ambayo Mwenyezi Mungu alimwambia mtume alipokuwa analia ngoa kwa neema ambazo Mwenyezi Mungu amewaneemesha manabii kabla ya mtume wetu Muhammad, Mungu akamwambia waja'altu laka al-ardha tahura, ardhi nimeifanya kwako Muhammad kuwa ni tahara kwa ajili ya kuswali, kwa ajili ya ibada. Ina maana ikiwemo na kutumia udongo kwa ajili ya swala tayamum, ikiwemo na kuifanya ardhi kuwa sehemu za kuabudia Allah subhanahu wa ta'ala. Lakini Mwenyezi Mungu akajalia, akasema mwenyewe kwamba kujenga misikiti ndio nyumba maalum ambayo Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala kwenye Qur'ani ameeleza wa anal masajida lillah, kwamba misikiti ni nyumba za Allah subhanahu wa ta'ala, bunya liyubadullah, zimejengwa kwa ajili ndani yake paabudiwe Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Hawa wenzetu watu wa tijara turabiha, sisi tusifurahikie tu kutujengea misikiti, lakini wametujengea, wametuwekea vitu ambavyo vitakuja kutoa ushahidi siku ya kiyama mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Vitatoa ushahidi namna mbili. Ushahidi wa kwanza, misikiti itasema sisi au mimi nilijengwa Ndembezi, lakini watu hawakuja kuniabudu. Misikiti hii ni ushahidi. Lakini itatoa ushahidi misikiti, mtu anaposujudu katika msikiti kwa ajili ya ibada, pale ameweka alama, ile ardhi ile imesha kuwa alama, sehemu ile itakwenda kusimama mbele ya Allah kutoa ushahidi. Sisi tumekuwa zamani, tulikuwa na msikiti mdogo nyumbani pale. Sasa mimi nimeona wale wazee wa makabila yako, mzee Shabani, sehemu anayoswalia haruhusiwi mtu mwingine kuswali pale. Sasa sisi tukawa hatujui kwamba labda ukorofi wao, kumbe wanajua anasujudu sana pale ili paje kuwa kutoa ushahidi mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Na Mungu akimchukua pale panalia, panatoa machozi kwamba amekosekana mtu ambaye alikuwa hapa kila siku anani sujudia. Ile idha mata ibn adama inqata'a amaluhu. Sasa ile sehemu bado itakuwa inatoa ushahidi tu hata kama haupo. Kwa hiyo tumejengewa misikiti, ndugu zangu wa hapa Ndembezi, tutumie hii misikiti kwa ajili ya kuswali. Kina mama mmesikia? Tuswali. Unaposwali unaweka alama pale, siku Mungu akikuchukua ile sehemu inakulilia na itasimama mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala kukutolea ushahidi. Lakini la pili, na tuitunze. Wenzetu wametoa mamilioni ya fedha kujenga hapa, si maana kwamba zile fedha hawana pa kupeleka. Wangenunua magari, wangejenga manyumba. Wameamua kuwathamini watu wa hapa, kuwaletea nyumba ya maana ya kisasa kwa ajili ya Mungu aabudiwe, Mungu atajwe, Mungu azungumzwe. Tutawashangaa tukija kuona madirisha yameharibika, rangi hazieleweki, makapeti haeleweki. Nyinyi ndio wa kwanza Mungu amewaambia kwenye Qur'ani, innama ya'muru masajid Allah man amana billah. Nyinyi ndio watu wa kwanza mnatakiwa muimarishe hapa msikitini, kutunza na kuufanyia usafi na kuutizama kila panapokuwa na shida, mnarekebisha kama uwezo mtakuwa nao. Ndio Shabani, kwako sina wasiwasi. Sina wasiwasi hata kidogo. Umetulea, umeishi na wazee wetu salama. Tunaamini dini hapa ipo, na Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala akujalie kheri, uweze kutusimamia
kama ilivyokuwa zamani na wazee wetu, lakini uzidi kuimarisha Uislamu katika maeneo yako. Wa hadha, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bila kurefusha muda, tutasimama, tutafungua kwa takbira. Haya, inshallah. Basi tunyanyuke wote sasa, tunyanyuke wote ili taarifa, tukae pamoja wote, tunyanyuke ili kwa ajili ya takbira. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illa Allah, Allahu akbar. Ingia ndani. Allahu akbar wa lillahil hamdu. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah, Allahu akbar. Wanafunzi tuingie ndani. La ilaha illallah, Allahu akbar. Allahu akbar wa lillahil hamdu. Allahu akbar kabira walhamdulillahi kathira wa subhanallahi bukratan wa asila. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم واغفر لنا ذنوبنا إنك أنت الغفور الرحيم. اللهم تقبل منا صالح الأعمال وسددنا في جميع الأقوال والأفعال ووفقنا لمرضاتك يا ذا الجلال والإكرام. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. الحمد لله على إحسانه والشكر له على تفضله وامتنانه. نحمده تعالى على أن من علينا ببناء هذا المسجد المبارك. اللهم أنا نسألك أن تؤجر من قام ببناء هذا المسجد، وأن تجزل له الأجر والثواب، وأن تبني له بيتا في الجنة يا ذا الجلال والإكرام، وأن تغفر له ذنوبه، وأن تبارك في أولاده وفي ذريته يا ذا الجلال والإكرام، وأن تجعل هذا المسجد منارة إشعاع وهدى يستفيد منه الناس المسلمون وغيرهم بالدخول في الإسلام وتعليمهم أركان الإسلام والشريعة الإسلامية والأخلاق، وأن يكون الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. سمع الله لمن حمده.